Ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya kilimo cha Dragon Tanzania, leo nimeona nifundishe kuhusu upandaji wa njia ya nguzo, ambao kwa siku nyingi nimekuwa nikifundisha, lakini sijawahi kufundisha kuanzia mwanzo kwamba unatengenezaje na hiyo nguzo unaweza ukaichimbia vipi. Hapa nilipochimba mwanzoni nilikuwa na nguzo ambayo iliharibika kwa sababu ilikuwa ni nguzo ya kununua. Nadhani tunaiona wote hapa. Hii nguzo ilivunjika, lakini mbali na kuvunjika, hata kabla haijavunjika ilikuwa ni fupi. Ukitizama hapa unaona kwamba hapa ilikatika. Kwa hiyo ilipokatika ilibidi niunge, lakini bado nilivyounga mti niliokuja kuunga, hizi ni nondo, nguzo iliishia hapo. Kwa hiyo niliunga mrefu. Kwa maana yake hata kama nilinunua haikuwa chaguo la nguzo yangu. Na ukiangalia ufukiaji nilifukia futi moja chini. Kwa hiyo nusu futi ndio inakuwa sehemu ya samadi. Ukiangalia huku na huku naona ni tofauti. Huku naona kama ni nyeusi na ukijani fulani kwa sababu mbolea ilikuwa eneo hili, lakini huku naona ni udongo tu wa kawaida. Kwa hiyo pia kwa sasa nimetengeneza nguzo yangu mimi mwenyewe, ambayo hii ni nguzo ya futi 7. Kwa hiyo manake nafukia chini futi moja, lakini futi moja hiyo naigawa futi moja, nusu inakuwa ni mbolea na nusu ndio inakwenda kwenye udongo. Kwa hiyo manake hapo nimechimba, nimeondoa udongo wote wa awali ili niweze kujaza mbolea. Na hapa nitakwenda kupanda miche aina ya njano ambayo ni ICC Yellow, ambayo tayari ilishakuwa kwenye kitalu, ingawa bado haijatoa matawi, lakini tayari ishatoa mizizi. Lakini pia nitakuwa na aina 3 za mbolea. Nitakuwa na mbolea ambayo haijaoza kabisa, hii hapa ambayo ni mpya kabisa, lakini nitakuwa na mbolea ambayo imeshaoza, hii hapa ambayo itakuwa juu, lakini hii itakuwa katikati. Hii ni mbolea ambayo inatokana na udongo umechanganyikana na mabaki ya mkaa pamoja na kiasi cha takataka za shambani. Kwa hiyo mbolea hizi zote zitanisaidia, kila mbolea itakuwa na kazi yake. Ile mbolea pale, ile ambayo ni mpya kabisa haijaoza, itakuwa ya kwanza chini, hii itafuata, alafu nitamalizia na hii ambayo imeshaoza tayari na udongo kabisa, imeshakuwa inaonekana kama udongo. Nadhani tunaiona hapa kwamba hii imeshaoza kabisa. Lakini pia hii nguzo yangu ni ndefu ya futi 7, kwa hiyo futi 6 itabaki. Futi 6 itabaki. Ukitizama hapa utaona kabisa kwamba upana wa nguzo hii ni inchi ambazo ni si chini ya 6. Kwa hiyo si chini ya 6 inchi hizi, ambazo sasa unaweza ukapanda miche miwili upande mmoja miwili, afu kawa na miche 8. Ni wewe mwenyewe, lakini ni vizuri kupanda mche mmoja. Lakini pia ukiangalia nguzo yangu hii sijaitoboa kwa maana ya kwamba sitaweka tairi hapa, lakini ukiangalia juu na upana wa kutosha, kwa maana ya kwamba upana huu mche utakaopanda kutokea huku, huo nitaukunja, utadondokea huku, na wa huku utadondokea huku, na wa huku utadondokea kule, na wa kule utadondokea huku. Kwa hiyo hapa juu miche itapishana hapa pasipo kuweka tairi, ndio maana unaona haina sehemu yoyote ya matobo. Kwa hiyo hii ni nguzo ambayo nimetengeneza mimi mwenyewe kwa lesho na vipimo ambavyo navitaka mimi mwenyewe. Kwa hiyo kwa maana hiyo utakwenda sasa kufanya kazi hiyo. Madinda, kwenda kufanya kazi hiyo ya kupanda sasa, ili tuone hizi ICC Yellow zetu zitafanyeje. Na hili shimo tulisema kama utakadiria shimo kwamba liwe na uwezo wa kubeba ndoo 2 za samadi, ambazo ni ndoo za lita 20. Kwa hiyo sasa tunaanza na samadi hii ambayo haijaoza, tunaizungusha hapo chini, ambayo inakuwa kwa kipimo cha kwanza. Ukishaiweka hiyo samadi, basi itafuata samadi ambayo ni ya mabaki ya mimea ambayo imetoka shambani. Ukishamwaga hiyo, basi utafuata udongo wako wa kawaida, ambao ni udongo wa kawaida, mchanga. Samadi ambayo imeshaoza sasa imekuwa kama udongo hii. Ukishafuata hiyo hapo, basi utakuwa umeisambaza sawa sawa. Baada ya hapo utarudishia udongo wako tayari kwa kupanda mmea. Kwa hiyo
video zinazoendelea tutaonyeshana ni namna gani ya kupanda. Kwa hiyo nimeweka samadi ambayo haijaoza nusu ndoo, nimeweka samadi ambayo ni ya kuchanganyikana na mabaki ya mkaa pamoja na majani ya shambani, ambao pia sasa ina sehemu yake. Mara nyingi mabaki ya mkaa yanaweza kutengeneza pH ya udongo. pH ya udongo tunasema ni acidity na alkaline ya udongo, ambayo inasaidia kutengeneza hydrogens ions katika udongo. Kwa hiyo ukishafanya hivyo sasa, eneo lako litakuwa linaonekana kama hivyo. Utakuwa na level fulani ambayo samadi sasa imejaa. Kama una uwezo unaweza kujaza zaidi, lakini kwa hapo inafaa kabisa kurudishia udongo. Kisharudishia udongo, unakuja kupanda mimea yako. Baada ya hapo unasubiri mimea kukua. Inakuwa ni kazi ya kumwagilia na kuiangalia inaendeleaje. Lakini nirudie tena kwenye nguzo hapa. Hii nguzo hapa juu tumesema kwamba ina upana unaotakiwa. Si kwa maana ya kwamba kutokea chini kwamba ni nyembamba. Inakuwa na size sawa, lakini itakuwa ni pana kidogo kufananisha na zile za awali. Zile za awali ukikunja yale matawi ya dragon hayawezi kutosha, kwa sababu kanguzo ni kadogo. Kwanza kana inchi karibu 4, upana wake ni inchi 4. Kwa hiyo kanazidiwa inchi 2 na hii ambayo nimeitengeneza mimi mwenyewe, ambayo yenyewe sasa inakuwa na inchi 6. Kwa hiyo hapo baada ya mwaka mmoja na miezi 6 tuna uhakika tutapata matunda ya njano, na hii ni mbegu ya kwanza kuja kupandwa katika bustani yetu hapa nyumbani, ili tuweze kuona kwamba njano inafanyaje kazi. Kwa hiyo ilikuwa kwenye kitaru kwa miezi kama 3, ambapo tunategemea sasa tukiipanda hapo itanyanyuka moja kwa moja. Asanteni sana, karibuni.